to bring our speaker. We want to bring her in capital letters. Kama wanajisikia fugufugu, rudi ukae, ukuwe msichana, utakuwa mama siku ingine. Ambie jirani yako usijaribu kuniletea wewe. Nimekuona. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We want to bring our speaker today because this is a Women's Day. Tunamleta kwa style. Hallelujah. Uko tayari? Hebu anza kutest hiyo vitu. Anza basi. Hey! Zima Yesu mulai wange, Zima Yesu mulai wambonya. 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 Zima Yesu mulai wange. Wapi makofi yetu kwa Yesu? Zima Yesu mulai wange, Zima Yesu mulai wambonya. Zima Yesu mulai wange, Zima Yesu mulai wambonya. Zima Yesu mulai wambonya. Zima Yesu mulai wange, Zima Yesu mulai wambonya. Inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. 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 Lupenda lunda wamalwale, inanena e pakanda mse. Inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. Yesu inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. Inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. Papa inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. Inanena e mwana wele, inanena e pakanda mse. Wapi vigelegele? Mungu wa neema, 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 hawa mama hawa, Mungu wa neema, watoto wetu, Mungu wa neema, kanisa letu, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema. Inua mikono yako tukweze. asifiwe. Bwana atukuzwe. Nipigieni mkono.
Wow. I'm so happy this morning. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo. Na hakika mumeni, I don't know what to say. Wow. I want to take this opportunity to thank my mom, Apostle Maggie Juma. Thank you so much. I feel so appreciated. I feel humbled to stand before the church this morning. I also want to appreciate Papa Kiongozi. When I was new in this church, we used to call you Kiongozi, and that's why I still remember that name. I know I used to call you that name. I believe there is maybe a series that in TV you used to watch, and you love being called Kiongozi. So today, thank you so much. Washiriki wote na wakaribisha sana katika siku ya leo. Feel at the feet of Jesus. Jisikieni miguuni pa Yesu. Uko mahali panaofaa. Mungu ana sababu ya wewe kukalia katika kiti ambao umekatalia siku ya leo. Na kabla sijaendelea sana, mimi naitwa Evelyn Mora, Mrs. Mwangi. I'm a wife of a Kikuyu man from Moranga. Amen. And I'm a mother of 3. Mama Morgan, Mama Patience, and Mama Lynn. Patience, salamia watu. Inua tu mkono juu mama. Hujainua sija kuona. Simama tu watu wakuone. That's my last born daughter, and I love her so much. Wow. Wakati nilipigiwa simu nikaambiwa I'm the one who's going to share what today, I had a mixed feeling. And I told God, oh my God. You know, I always encourage my children to always, yani wachukue challenge. Huwa nawaambia, ukitoa challenge usikatae. Chukua hiyo challenge. Na Mungu atakuongoza. I always tell them that. And now it came to me. Mama Morgan went on a ubiri on Sunday. And I told God, oh my God, what am I going to tell your people? Nitaambia at least wa mama peke yao nina mambo ya kuambia. But this is a church ambayo iko na wazee, iko na wamama, iko na watoto, iko na youth. Mungu nipe neno ya kuambia. But our God is faithful. Mungu wetu hakosi kitu ya kusema. Amen. Kitu ya kushare. And today is an International Women's Day. I want, first of all, kwanza kabisa nataka kama umekaa karibu na mume wako mshike hivi. Mshike tu hivi. Usione mbaya, I know what I'm saying. Kwa sababu kuna uwezekano mlitoka nyumba moja na mje hata salamiana. Kuna uwezekano, it happens. So kama umekaa na mama mwenzako mshike hivi pia. Na Patience atakuja. Patience kuja. Mshika mwenzako hivi. So let Patience come so that I illustrate what I want to do. Kama umekaa na mama mwenzako mshike. Mzee mwenzako pia mshike hivi. Unamshika tu hapa. Hapa juu. Like this. Ama hivi itategemea. Alafu ningependa uimbe hivyo. Kuna upendo katika Yesu Bwana. Kuna upendo. Kuna upendo katika Yesu Bwana. Kuna upendo. Na unajua nini? Ni bora kutii kuliko dhabihu. Kwa hivyo ni tii tu. There's a blessing that is coming with that. So hold someone close to you. If it's your husband, tick. If kama ni mama kama wewe, tick. Kama ni kijana kama wewe, tick. Yani don't hold someone's husband. I'm meaning kama ni mtu mwenye kama mimi nimehold my daughter. Amen. Because sina mtu wa kuhold. Sawa sawa. Wale wasichana sijaona mkishikana. Kuna upendo katika Yesu Bwana. Amen. Kuna upendo. Alafu mwende hivi, Yesu Bwana. Kuna upendo. Kuna upendo katika Yesu Bwana. Kuna upendo.
ni furaha katika Yesu Bwana. Ni furaha katika Yesu Bwana, ni furaha. Amen. The reason ambayo nimesema tuimbe hivyo ni wewe uweze kumshika mwenzako. Na unajua when you feel loved, when you feel appreciated anywhere, utarudi tena. Amen. Na kuna uwezekano utatoka kama hujamsalamia mwenzako. So at least umemsalamia kabla hujaondoka. Bwana asifiwe sana. Today I want to celebrate women. It's an International Women's Day. And I want you to feel appreciated and celebrated. Na kama ukuambia mke wako leo, nataka kupea tu wazee nafasi. Ya hapo tu mahali penye uko. Ambia mke wako, Happy Women's Day, my darling. Wenye wako na wazee wao. Because hao ni example sasa. Sawa sawa. Thank you. I feel good and I feel happy when I see people smiling. At least there is communication between me and you. Amen. A story is told in the Bible about a girl, a young lady who was forgotten. A girl who was considered not beautiful according to the standard of the society at that particular time. That girl alikuwa amelazimishwa na ndugu zake kufanya kazi katika vineyard. Vineyard ni shamba ya mzabibu. Kwa mfano, wewe kazi yako ni umeambiwa wewe kazi yako ni kufanya kazi kwa shamba. Na kazi kwa shamba utaifanya asubuhi mpaka jioni, mwaka baada ya ingine. Kazi yako ilikuwa tu ya shamba. Umeona? And that girl worked very hard katika vineyard. Na akafanya kazi sana. Miaka ikasonga. And she was a young girl. Na unajua kawaida katika shamba, nani wanapatikana huko? Ni wanaume wenye misuli. Guys who are strong and women ndio wanapatikana katika shamba. But katika hiyo crowd ya watu ambao wanafanya kazi kwa shamba, there was a young girl. Okay? Msichana mzuri. Lakini ndugu zake wamemlazimisha afanye nini? Afanye kazi kwa shamba. Na kwa sababu ya kufanya kazi kwa shamba, that girl was dark. Can you imagine being black in a society where everyone is light skin? Can you imagine? Hiyo ilikuwa Jerusalem. Kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi nje, outskirts of Jerusalem. Alikuwa anakaribia town, kwa sababu town ndio kulikuwa na palace na watu ambao walikuwa wanajiweza walikuwa wanakaa town. Lakini yeye amelazimishwa afanye kazi katika shamba siku baada ya nyingine, mwaka baada ya nyingine. Na kwa sababu ya kuchomwa na jua, kwa sababu ya kushindwa kukuwa na skin care ama kujitunza, alikuwa ameshakuwa mweusi. Na unajua ukweli wa mambo, kukuwa mweusi that particular time, sisi hapa sisi wote ni weusi, but that time being black meant a laborer. Wewe ulifaa ufanye kazi. Wewe ni yani ukuwa mweusi ulikuwa unahusishwa na umaskini, unahusishwa na mfanye kazi. Hata ulikuwa ukitembea, that girl when alikuwa akitembea katika town yao, hiyo center, watu walikuwa wana turn their heads to look at her because she was black. Unaona, unajua kufanya kazi kwa shamba, hata mikono yako huwa inapasuka. Sijui kama umeona hiyo, mikono inakuwa rough, miguu inakuwa rough. Huwezi vaa kitenge uende shamba, utavaa nguo ya shamba, si ndio? So I can just imagine, picture that girl. Picture that girl. I can imagine she was young, maybe like my daughter Patience. Maybe she was 20 to 25 because that's hiyo ni bracket ya watu young. And I can imagine my daughter maybe afanye kazi kwa shamba hata haezi. So I can just imagine that girl, vile alijituma katika shamba ile, vile alifanya kazi, akivuna, akikata mzabibu, akipalilia, akifanya nini katika hiyo shamba. Just imagine. Picture that. Na huyo msichana alipokuwa akifanya kazi, she's one who has been celebrated in the whole world. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu alikutana na mtu mmoja. Amen. Kuna mtu alikutana na yeye, na huyo mtu akabadilisha standard ambayo wanadamu walikuwa wamemwekea, akamuita the most beautiful woman in the whole world. And then she's also the woman who has been celebrated so much in the whole world.
In the book of Songs of Solomon, that's where we are. Mfalme Suleimani ameandika hii kitabu ya Song of Solomon. It has 8 chapters and 117 verses. This woman, Solomon dedicated this book of Song of Solomon because of that lady. Yote imeandikwa kuhusu huyu msichana. Sidhani kama kuna Biblia kuna mtu yoyote ambaye ametajwa more than this girl. A woman of Shulamite. Mwanamke kutoka Shulamite ambaye alikuwa mweusi. Na hata saa hii, by the way, huyo msichana angekuwa wakati kama huu, pengine angetamani ajibleach kidogo. Inakubalika, si mbaya. But yeye aliamua abaki jinsi alivyokuwa. Hakujibadilisha. Hakuongeza chochote kwa sababu kitu ya kwanza ukiona mtu anafanya kwa shamba sana kuna uwezekano pengine alikuwa hajasoma. Pengine hakutoka katika familia nzuri. She came from a poor background. Ambao a background yenye alikuwa hajulikani, hakuna mtu anamjua. So kazi yake, that's why ilifanyika wapi? Kwa shamba. And that woman has been celebrated by King Solomon himself. Hiyo kitabu wengi wanaiona kama romantic book. Indeed it is. There's a lot of nice words. Hata mimi Mama Morgan, mzee Mwangi, akiguzwa na Roho Mtakatifu, andike tu mstari 2 kunihusu, kuhusu mambo ambayo nimesoma kwa kitabu ya Solomon. Oh my God, I'll feel young. Ndasikia mzuri. You know, men don't know. But let me tell you today, it's a privilege kwa wenye wazee wao wako wanasikia. Hao ni bahati yao. Sisi ambao wazee wetu hawako, pengine hawatajua. Lakini wenye wazee wao wako na bahati. Because watashika mambo 2 3. It's so good when you appreciate your woman. It's so good when you celebrate your woman. Women love small celebrations. Ni appreciate kwa vitu ndogo ambavyo ninafanya. Ni appreciate hata kwa kukupikia chakula vizuri. Just appreciate me even being your wife. Hata mimi kuwa tu bibi yako. Ambie sweetheart, my darling, I appreciate God and I thank God because of you, for you being my wife. This book of Solomon, pengine mnashangaa, mama anajaribu kusema nini? Na vile tuko mchanganyiko, hope sisemi kitu mbaya. Amen. This woman, the Shulamite woman, mwanamke ambaye alionekana kana kwamba hafai. Nataka uniweke Song of Solomon chapter 5. No, not chapter 5. Give me chapter 1 verse 6. And I have to use glasses for me to read. So kindly. Solomon chapter 1 verse 6, yeah. Do not look upon me because I'm dark, because of the sun has turned me. My mother's sons were angry with me. They made me the vineyard I have not kept. Mesikia? Hapo the Shulamite woman ameona kweli watu wanamwangalia. Watu wanashangaa. Kwa nini yeye ni mweusi? Kwa nini hana skin care? Kwa nini hana skin care routine? Kwa nini haogi? Kwa nini ajibadilishi? Na anaambia watu, si kupenda kwangu mimi kukua jinsi nilivyo. Ndugu zangu wamenilazimisha nifanye kazi wapi? Kwa shamba. That's why I've not taken care of my own vineyard. Amen. Lakini nataka kwenda haraka kidogo because it's a long story. A time came when Solomon the king, I think alikuwa anaenda kuangalia shamba yake, anaenda kuangalia kazi zake mbele zinafanyika kule kwa shamba huko, kuangalia laborers kazi zinaendelea aje. Na katika pita zake akaspot a young woman and he wondered, ule ni nani? Akamuona na akakuwa interested.
yeye Solomoni vile aliona huyo msichana, hakuona msichana mweusi, hakuona uchafu, hakuona mtu mwenye hajasoma. Aliona hard work, aliona bidii, aliona dedication, aliona vile huyo msichana alikuwa amejitolea katika hiyo kazi yake ya shamba. Na akajiuliza, huyu msichana mdogo anafanya nini hapa kwa shamba? Aka-admire bidii, vile anavuna, vile anakata, vile anapanga, vile anapalilia. Na akamkaribia na akaanza kuongea na yeye na akaanza kumwambia mambo mazuri. Lakini kwa sababu kwa sababu ameishi akiambiwa yeye si mrembo, kwa sababu ameishi akiambiwa hafai, kwa sababu tayari whatever you are told every day, and that's why we are told as women of God, encourage your children, speak positive about your children every day. Kama ni daktari, mwite daktari from the word go. Kama unataka kuwe pilot, sema. Tamka mambo mazuri kuhusu mtoto wako from the word go, because those words have impact. This lady aliishi akiambiwa hafai. Amejua yeye kazi yake ni ya shamba na jikoni na huko. Yeye hafai kukaa huko mbele. Unaona? Na hiyo kitu ilikuwa imeshika katika akili yake. And that is why ukisoma kitabu cha Songs of Solomon ukiendelea utaona anapingana na maneno ambayo Sulemani anamwambia. Sulemani anajaribu kumwambia, wewe ni mrembo, mapua yako ni sharp mzuri, ninapenda jinsi unavyokanyaga, unavyotembea, unabariki moyo wangu, ninapokuona roho yangu inachimka. Lakini hataki hiyo, anapinga bado. Wewe, are you sure kenye unasema? Unaona kana kwamba Sulemani anafanya nini? Anamdanganya. Unaona? Amini kama anaambiwa kitu ambayo inafaa, hataki. Na ukisoma ukiendelea sasa chapter 5, ameshaelezwa na Sulemani, amepewa mistari na Sulemani, amekubali, amepelekwa kwa palace. Lakini bado atakiwa kwa palace, bado haamini. Bado haamini ya kwamba ni yeye ametolewa mashambani, ameletwa kwa palace, amebalishwa manguo. Hata watu kwa palace wanashanga, huyu ametoka wapi? Lakini mfalme Sulemani amesema she's the most beautiful woman in the whole world. Amepewa paka kiraoni ya queen. Imagine being a queen. Being a queen ni watu kukuinamia. You have servants. You cannot be a queen without servants. You have to have servants. Lakini katika hiyo yote bado aamini ni yeye amefanya nini? Ameletwa katika hekalu. Na chapter 5. Nike chapter 5. No, hapa amesha accept. I think hapo nimeruka. I'm dark but lovely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon. Hapa amesha kubali. Yes, I'm dark. Ndio mimi ni mweusi, lakini mimi ni mrembo. I'm dark but I'm lovely. I want chapter 5, not chapter 5 ikianza. Enda chini tena. Chapter 5. The Shulamite woman amesha kuja kwa palace. Ameoga, ameenda kwa nyumba yake. Lakini mfalme ametoka maybe kukunywa wine na wengine. Amerudi kwa mke wake. Anajaribu kugonga mlango, afungui mlango. Kwa nini? Anasema ameshatoa crown. Ameosha miguu yake, ni safi, hataki kufungua, hataki kukanyaga chini ende afungue mlango. Unaona? Kwa hivyo love, when you are loved, you have to love back. Love needs response. Sio kama mnanipata. Unapopendwa, pendeka pia. And this one nitawaelezea hapo mbele. Kwa sababu Sulemani ni kama Yesu. Yeye anasimamia kama Yesu. Na the Shulamite woman ni sisi, ni mimi na wewe, ni kanisa, mimi na wewe. Sisi ambao pengine kwa njia moja ama nyingine we see ourselves as if hatujetoshea. Maybe kulingana na kiwango ya masomo hatutoshi mboga. Kulingana na urembo pengine hatuko pale. Kulingana maybe na class, maybe the class of the society hatuko pale. Kwa hivyo the Shulamite woman ni kama sisi. Lakini despite your shortcomings, despite vile ulivyo, pengine unajidharau, pengine unaona kana kwamba ufai.
hii kitabu ya Songs of Solomon ni yako na wewe na mimi. It is kind of not well understood because wengine inaelezwa different, but mimi naiona kama hivyo. Naiona ni kama the Shulamite woman ni kama mimi na wewe. Wale ambao pengine tunaona ni kama hatufai, pengine mapato yako ni ndogo, pengine umetoka katika familia ambayo huwezi. Unaona? Pengine unaona kana kwamba maisha yangu kweli nitapenya. Ukiangalia rika yako kuna mambo wamefanya, wako mbele yako. Ukiangalia watoto ambao mlisoma na wao. I was talking to my son the other day and he was telling me, "Mom, sometimes I feel discouraged." And I told him, "No. So long as you are disciplined, so long as you are focused, so long as you love God, so long as you align yourself, time is coming." Maybe wewe ni kama yeye. Pengine una feel kama uko nyuma. Ukiangalia rika yako pengine wameoa, wewe hujaoa. Ukiangalia rika yako walitoka university, wamepata kazi, wewe hujapata. Pengine ukiangalia rika yako wameenda university, wewe fees imepiga challenge wazazi, au hujaenda university. Maybe umedefer. And sometimes you get discouraged. Na unaona, the moment you get discouraged, hapo ndo shetani anaingia. Because ukifanya makosa, ukue discouraged, alafu uende shortcut, my friend, utakuwa umetoka kwa sufuria, umeanguka kwa moto. Unaona? Na moto inawaka. Unajua ukianguka kwa moto utachomeka zaidi. So today I want to encourage you. It doesn't matter umetoka familia gani. Tumeona watoto ambao wametoka kwa humble background wakikuwa watu. We've seen it. Sisi ambao tumeishi kidogo, we've seen it. Tumeona watoto ambao wametoka kwa familia ambazo zinaweza wakianguka pia. We've seen it. The irony of life. Tumeona watoto pengine amelelewa vizuri. There is food on the fridge. There is a lot of luxury. Mtoto akosi chochote. Amepelekwa in very good schools. Amesoma vizuri. Amepelekwa shule na gari. Amesoma vizuri. But katika njia moja ama nyingine, I don't know really what happens. Unapata mambo haiendi vile inaenda. We have stories. And we know, and we have examples. And living examples. Yani si ile example ya zamani. Tulikuwa tunaambiwa kuna kijiji huko Tanzania hapa. Kijiji hapa Kenya. I also have friends ambao mambo imefanyika ambayo wewe kama mzazi, you've given it your all. Umejitolea. Unaona kama mzazi, mimi nimejitolea. I've worked hard as a mother. Nimeamka asubuhi, nimeprepare chakula, nimevalisha mtoto, ameenda, nimepeleka barabara, ameenda shule. Where did I go wrong? Umelea mtoto vizuri, umempeleka kanisa, unapata hapa katikati mtoto sasa ndio mlevi number 1. Ukiitwa kwa kesi ya shule, wewe ndio unapatikana. Ukisema lesbians wapite hivi, mtoto wako ndiye yako hapo. I was sharing with another woman and I felt her pain. Akaniambia, Mama Morgan, shida inaweza kuwa inatoka wapi? Wewe unajua watoto wangu. I said yes, I know them. Wamesoma Kitale School na watoto wako? Yes, nawajua. Wameenda National School? Yes. Lakini sasa nikiitwa shule, mimi ndio naaibika zaidi. Watoto wangu ndio wakita makesi zote, watoto wangu ndio wako hapo. What do I do? And I felt her pain and I was like, what can I tell this woman? I have nothing to say. Because I'm also a mother who's struggling also with my children. They have shortcomings like any other children. They are not special. But watoto wetu tunawasii, msiende njia ya mkato. Msiende njia ya mkato. Because hii kanisa kesho ni nyinyi. The young children that we have here, ndio kanisa ya kesho. We are getting old. Mimi zamani nilikuwa nafikirianga mama akifika 40 ni mzee sana. Ndio hii nimeshafika 40 na bado sitaki kuzeeka. 50 ndio hii inanikaribia hapa mbele naiona. And I'm like, oh my God. Kwa hivyo kanisa, kama patience, hii ndio kanisa ya saa hii. Na wamama wenzetu, tushikeni kazi ya Mungu. Huyo mwanamke alionekana kwa nini? Suleimani alimuona kwa nini? Can you imagine, kwa shamba kuna watu wengi, lakini Suleimani mfalme akaspot that woman. Why? I was also wondering, why did Solomon spot that woman in the midst of a crowd? Kwa nini alimuona yeye? She worked hard. She was working hard in the field. Kwa hivyo hata na wewe na mimi, kwa mama wa siku ya leo ambao tunakuwa celebrated today, in case waseme, why are you being celebrated?
utasema umecelebratewa kwa nini? Kwa mfano nikae kwa hii kanisa nitoke, watu watasema ni nini nilifanya, what kind of impact did I leave in this church? Nilifanya nini? Nikijiangalia nimekaa hii kanisa kama miaka kama 5. Ni nini wanaweza sema kuhusu Mama Morgan? Nini wanaweza sema? Pengine niende youth wanaweza sema nini kunihusu? Wataongea kwamba huyu mama ndiye anatuvunjanga moyo watukuje kanisa. Watasema Mama Morgan ndiye anajua mambo yetu yote, ndiye ana what will they say about me? It's a challenge to us women of the church. Na ukichunguza Biblia wanawake ndio walishikilia kazi ya Mungu. I want to encourage women in the church. Tushike kazi ya Mungu. Mungu atupatie nguvu. Mungu atupatie kiu ya masomo, kiu ya maombi. Yaani kutamani kuomba. Mungu aweke kiu ndani mwetu. It's not easy. Kitambo nilikuwa nafikiri kuomba ni rahisi. Kuomba si rahisi. Papa Kisembe and your wife, I celebrate you. God bless you so much. Kwa kusimama katika pengo kwa sababu ya sisi wote. Si rahisi. I've tried and sometimes it's not easy. I try praying. Najaribu kuambia Mungu mambo yangu. Najaribu kuambia Mungu nitetee, inakuwa ngumu. Lakini Mungu atupatie mzigo katika moyo yetu. Let us pray for our husbands. Let us pray for our children. Unajua ni aibu sana wakati watoto wetu sisi ambao tunaitanishwa na kanisa wanapopotea. It doesn't make us happy. Na usifikirie ati utasema huyo si Morgan. Wakati rika ya Morgan anapotea, hiyo ni mangu. Ni kama mimi, ni mtoto kama mimi, nimezaa. I feel the pain. Tuombe watoto wetu. Tushike kazi ya Mungu. Tushikane wa mama. Kama inawezekana, tushikane. Na please ongea. Wacha tukujue. Pengine hatukujui. Pengine hatujui unataka nini. Maybe you don't know your challenge. Hatujui challenge yako ni gani. Maybe our mom doesn't know what your challenge is. Pengine hajui. Learn to communicate. Learn to open your heart. Wamama wanabeba mambo mengi. Mambo mengi sana. Because wamama ndio wameshikilia nyumba. A woman will worry about the child. A woman will worry about the finances. A woman will also worry about the husband. Maybe you don't know. We are worried about you. Wazee wetu, tuko na wasiwasi kwa sababu yenu. Because when a woman loves, he loves completely. Na wakati nyumbani nitakuwa na amani, it will be easy for me even kutumika katika nyumba ya Bwana. So our husbands, give us easy time. Give us easy time, kindly. Let us not worry about where you are. Tusisumbukane tunajiuliza mzee wangu wako wapi? Anaongea na nani? Anakula lunch na nani? Anafanya nini? Wacha roho yangu ipate amani ili niweze kutumika katika nyumba ya Mungu. Na the moment nitapata amani nyumbani, nitatumika katika nyumba ya Bwana. Kindly our husbands, we love you so much. Kwa sababu mlituchagua na sisi tukawachagua. Na tukaamua nyinyi ndio mtakuwa wazee wetu. Mwalimu Paul, kindly give that woman humble time. Wacha akue na amani mahali penye yako. Akue na furaha, afanye kazi. Mimi nikikuwa hapa Kitale, nikifanya kazi. Mr. Mwangi, wherever you are, give me humble time. Let me not worry about maybe someone in my house in Nairobi. Let me not worry about that. Let me worry about what am I supposed to do in the house of God? What am I going to cook for my children? When am I going to visit my daughter in campus? You see, nipunguzie mambo ya kufanya nini? Ya kuwari. Keep that aside. Hata hiyo sikuwa nimepanga kusema, imekuja tu. Kwa hivyo mniwie radhi. Mambo yangu ilikuwa ya wamama. Because natamani wamama, kwa sababu leo mnakuwa celebrated. Kindly. Ambia Mungu nipe mzigo wa kanisa. Because ukichunguza vizuri, kanisa ambao ziko na wamama zimesimama. Tunawatamani katika mkutano wa wamama. Mama Mnyekenye, ninakutamani katika mkutano wa wamama. Ninatamani mawazo yako. I need your input. Natamani useme Mama Morgan, ningependa mkutano wa wamama tungekuwa tunafanya hivi na hivi na hivi. Tabi, ningetamani sana uwe katika mkutano. Yaani ulete mawazo yako. Useme Mama Morgan, nikipenda for Abundant Women Grace Revival to be somewhere, ikuwe mahali pale
tungefanya hivi na hivi. Tunakaribisha mawazo yenu. Tunakaribisha mawazo ya wewe mama, nimesahau jina yako, but nakaribisha mawazo yako. Mama yetu kiongozi wa mama, tunakupenda. Na kindly tupatie mkutano ambao itafanya tujue, kwa sababu tunapoendelea utaona Mr. Mwangi atakuja hapa. My husband will come. Mzee wako tunamwona hapo, Shosh atakuwa pale. Guka atakuwa pale. Because I'm sorry to say so. Lakini emi yangu ni kusema nini? Tunatamani wazee. I'm so happy to see you, my brother. We celebrated you the other day. Thank you so much for coming. Celebrate you, our girl, ama msichana wetu. Tunafurahi tukikuona umetabasamu. Thank you, sir. Take good care of that girl of ours. Mpe nafasi ya kutumika katika nyumba ya Bwana. Asiwari about mambo mengine. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. I think tutamalizia katika mkutano wetu wa wamama. Kwa sababu nina mambo mengi nimeandika, but I don't want to take time. But nikimalizia, love requires response. Mona, Mungu akikupenda, pia anataka pia wewe ukubali kupendwa. Sawa sawa? Ukubali. Alafu, it's not also enough to know you are loved. You have to open the door. Alafu pia you have to stop making excuses. Wow, I've written so many things, but I think time is not on my side. But I want you to be encouraged. Ya kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia mambo mazuri. Na unapoenda nyumbani, wazee wenye mko hapo, kindly buy something for your woman. Hata kama ni kanyama kidogo, it will go a long way. Something that will make her feel loved. Na saa zingine hata maneno tu inasaidia sana. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Praise the Lord. Our mama, the same way we brought our speaker, let's celebrate her now. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You know, there is a time I was preaching kuhusu hii kitabu. And then when I began preaching, alafu mama mwingine ilikuwa kwa conference fulani mahali. Akasema, huyu ameanza kuhubiri juu ya tabia mbaya ya mapenzi, akatoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. You know, the Bible is speaking about Jesus.